Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu pendwa, popote pale mlipo duniani, ndani ya nchi ya Tanzania, popote kule ambako namkiri Yesu katika roho na kweli. Ile mbele yenu ni ndugu yenu, rafiki yenu Wile Moses Kulola, mtoto wa tatu wa Askofu Shujaa wa Imani Dr. Moses Kulola, na ni mwenyekiti wa taasisi ya The Bishop Moses Kulola Foundation. Niko mbele yenu kwa kipindi hiki mwanzo wa mwaka 2026 kuwaletea habari nzuri ambayo ninaamini kwa namna moja ama nyingine tutashirikiana taifanya kazi ya Mungu. Niwakumbushe tu kidogo, mwaka jana tulikuwa na kumbukizi ya miaka 12 toka twaliwa kwa baba yetu Shujaa wa Imani Askofu Dr. Moses Kulola, kama yeye mwenyewe alivyotuambia na Bwana alivyomwambia. Kulikuwa na maana kubwa sana ambayo nilizungumza katika ile kumbukizi tarehe 29. Singependa kurudi sana kule, lakini niwaambie tu kitu kimoja kikubwa sana. Moja ya maagizo ambayo baba alipewa na Bwana ni kwamba kwa kuwa umeuona uso wangu mahala hapa mara ya tatu, pelekee taarifa na uambie wanainjili popote pale walipo waweke alama ya kunijengea kituo mimi hapa, nitakutana nao. Hivyo tuliamua na tukakaa tujenge kituo kitakachoitwa Moses Kulola Gospel Center. Itakuwa ni kituo cha maombi na maombezi, kituo chenye makumbusho ya kazi ya Mungu aliyoifanya kwa miaka 66. Jengo tuliloliasuggest au tulilopropose lijenge litakuwa na ukubwa na wa thamani kubwa kuonyesha ukuu wa kazi ya Mungu iliyofanyika kwa miaka yote 66. Itakuwa ni jengo la ghorofa 2 lakini lenye urefu wa mita 51. Itakuwa na ukumbi mkubwa sana wa makumbusho wa kuonyesha kazi zote za Mungu alizozifanya hapa duniani. Kutakuwa na ukumbi mkubwa wa ibada. Tutapokea watu wa namna zote wanakuja kufanya maombi mahala hapa, watu wa Mungu. Sio kituo cha kidini, ni kituo kwa ajili ya kumtafuta Mungu. Kwa hiyo watu wote wa madhehebu yote wampendao Mungu waliohudhuria na kumsikiliza na kumfuata Shujaa wa Imani Dr. Moses Kulola wote watakaribishwa na kupokelewa kwa mikono miwili kwa huduma zote. Jengo hili pamoja na vitu vyote itagharimu bilioni 1 na milioni 500. Tunatarajia tuanze mwezi ujao Februari 2026. Ni kwa sababu ya makusanyo yalikuwa ni madogo, kwa sababu ya mwitikio mdogo wa watu. Tumeona tuanze ujenzi huo kama ilivyo hivyo bila kuangalia tunaanza nguzo moja, msingi wa namna gani. Ni Chanika mwisho jijini Dar es Salaam. Jengo hili letu sisi wananchi. Ninakuomba ndugu yangu, utakapopata habari hii, hatuna kiwango cha mwisho wala cha juu sana cha mtu kuchangia. Weka alama. Mungu alimwambia baba, waambie wananchi, kila atakaye sikia mbiu hii na akachangia, mimi Mungu nitambariki na kumwongezea kwenye hazina yake mara 7. Kwa mtu ambaye utataka kuleta mchango wako wa nondo, mchanga, matofali, simenti, kokoto. Tunahitaji simenti mifuko ya kuanzia mifuko 300, tofali sio chini ya 5,000 mpaka 10,000, kokoto lori kubwa, zile kokoto nyeusi lori 3, kanondo tani 5, kawaya meshi pisi 500, changa lori kubwa lori 7, mbao za 1/8 au 1/10 pisi 300 na mirunda pisi 500. Hiyo ni katika ujenzi ambao tunatarajia tuanze mwezi ujao. Wale wote mlioahidi iwe mwaka jana 2025, nyuma 2024, 2023, ninawaomba sasa popote pale ulipo, ninakusihi katika jina la Bwana, wasilisha sasa mchango wako, muda wa ujenzi umefika. Moja ya maagizo ambayo niliachiwa na mzee ni kuzunguka nchi nzima kukusanya taarifa, maana mimi ndio mtunza historia kote mzee alikopita akihubiri Injili. Sasa nimeamua kwa namna yoyote ile, niwe na gari nisiwe na gari, muda umefika sasa wa kuanza kutembea. Wakati ujenzi unaendelea, niendelee kuwakusanyia taarifa mbalimbali za matendo makuu Mungu aliyoyatenda kwa watu mbalimbali. Ukiwa tayari basi kupa namba ya simu tuwasiliane. Naamini Mungu atanipa gari la kufikia kila mtu. Kama wewe uko jiji la Dar es Salaam na jiji la Mwanza, na vituo ambavyo tutakuwa tumeweka kwa ajili ya kukusanyia taarifa mbalimbali. Hivyo kwa mwaka huu 2026, hiyo ndio kazi ninayokwenda kuifanya kwenu wana wa Mungu. Ninaomba mapokeo yenu na mapokezi yenu. Kwa watu wa jiji la Dar es Salaam, tafadhalini pigeni simu, nitawapa hapa sasa hivi, ili mje kituo chetu cha Gombo Media kwenye viwanja vya Moses Kulola hapa Chanika, ili tuweze kukutana na tukusanye historia yote ya Injili. Kwa wale wote ambao wamekuwa wakihitaji kitabu cha Askofu Dr. Moses Kulola, viliisha vitabu na tunajitahidi tukusanye pesa tuweze kufanya printing ya pili, ili muweze kupata kile kitabu kikubwa ambacho kilikuwa tumekizindua mwaka 2015. Ndugu zangu, kazi hii ni kubwa, ni ngumu, na shetani naye ana upinzani katika kazi hii. Niwaombe sana nishike mkono tuweze kuifanya kazi hii.
maana yake naanza usambazaji wa flash za mahubiri ya mzee. Nitoe tu angalizo, tafadhali flash hizi msizifanyie biashara kwa kurusha kwenye mitandao ya jamii, ni kosa la kimaudhui. Natoa onyo kabisa kwamba anayemiliki na kusimamia kazi hii ni mimi Wile Moses Kulola na taasisi ya The Bishop Moses Kulola Foundation pekee. Hivyo kama unahitaji kurusha maudhui haya katika YouTube yako, katika page yako, tafadhali tuwasiliane. Tusivutane wala kuonyesha kutokuelewana. Hii ni kazi ya Mungu, lakini kazi ya Mungu inatakiwa kupata support. Tusapoti ili tuipeleke mbele zaidi, ili tukuwekee. Tunazo kanda zaidi ya 1000 ambazo zinaweza kukupa maudhui mbalimbali ya mikutano mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi ya Askofu Dr. Moses Kulola. Hivyo tafadhali sana tuepuke kugombana katika vitu ambavyo vya maelewano ni vya kazi ya Mungu. Mungu akubariki sana. Namba za simu ambazo tunaweza tukafanya mawasiliano 0766 98 8087 na 0783 29 7949. Utanipata mimi Wile Moses Kulola. Lakini ukihitaji account number, basi nipigie simu na kupatia namba account ya benki. Lakini namba hizo nilizokutajia zina uwezo wa kupokea fedha kwa kiwango kikubwa. Pia nikukaribishe Chanika. Tunalo jengo dogo kwa ajili ya maombi. Kwa mtu yoyote anayetaka kumtafuta Mungu kwa ajili ya maombi, tunakukaribisha ukutane na Mungu mahala hapa ambako Mungu ameelekeza watu wote tukutane, tuweze kufanya maombi na kujifunza mambo mbalimbali. Moja ya mambo ni hatua ambazo Askofu Dr. Moses Kulola alizipitia katika Injili. Nikutakie mwaka mwema 2026. Karibu Chanika, karibu kituo cha Moses Kulola Gospel Center kwa ajili ya maombi na kumtafuta Mungu wakati wote. Mungu akubariki sana. Amen.